tulisema mwanzo kwa Berkane Simba tulisema mwanzo kwa Berkane ni maiti ya mochwari. Ilipofika nyumbani kila mtu kalia. Kwa Berkane? Kwa maiti ya mochwari ilipofika nyumbani kila mtu kalia. Simba kwa Berkane. Mechi ilishakwisha Morocco. Hapa tulisema hawa watakuja kucheza kwa utulivu wa mchezo, sio kutawala mpira. Mpira watatuachia tucheze sebuleni, chumbani wanafunga mlango. Maana yake ni nini? Wanasema ability to control the game without controlling the ball. Tunakuacha tutawale mchezo, usipate nafasi, ila mpira wewe cheza kwa vyovyote utakavyocheza, lakini usicheze maeneo ambayo kwetu sahihi. Kwa Berkane walikuwa wanacheza kwa usahihi sana. Simba waliachiwa watawale mpira, piga back pass, mnaenda. Licha ya kwamba walitangulia kufunga goli, lakini bado nafasi za kuwapata Berkane kwenye lango lao waliwabana sana. Na kadiri mechi ilivyokuwa ikipanda inaenda juu, ndio ukagundua kwamba Simba na moto ulikuwa unashushwa chini. Kwa nini? Moja, Berkane, mimi ni Dr. SB. Kucheza Tanzania hususan Zanzibar, kwanza kuna joto sana kuliko kwao kwenye baridi. Lakini pili, wakihitaji kukimbia kwa nguvu kwenye joto watachoka haraka. Wanachohitaji ni kucontrol game bila kuangalia wanatawalaje mpira. Sema mpira unakimbia kiwanjani, sisi tukae kwenye nafasi, tuzizoe nafasi, tucheze kwa usahihi zaidi kuliko kupambana kutawala mchezo. Licha kufungwa goli moja, lakini bado wakawa na deal na zile attention to details. Kila makosa yao kiwanjani walikuwa wanaendelea kuyasahihisha, mechi ilikuwa inaendelea. Simba makosa yao kiwanjani wakawa hayasahihi. Nakupa mfano. Kadi ya Yusuf Kagoma ni ya kukosa ukomavu. Kagoma ni mchezaji ambaye ana physique sana, ana nguvu sana, lakini sio technically, sio mfundi sana, kitu ambacho alikisema kocha RS Berkane mwanzo, na watu walidhani kama ni matusi. Sisi tuna wachezaji ambao ni nguvu kazi za nguvu, lakini sio wafundi sana. Wenzetu walikuwa wanamfuatilia Kagoma baada ya kadi ya njano ya kwanza. Kabla kadi ya njano kaonywa mara nyingi. Anaenda uvunguni kwa watu. Kwa nini? Yeye anataka kukaba watu, lakini watu wajanja wanaficha mpira. Akawa anakumba watu. Mwamuzi kaonya, akatia kadi ya njano. Na kwa kuwa kwenye midfield mwanzo Simba waliwa win Berkane kwa sababu gani? Nilisema mechi iliyopita Mutale anafanya deep saving movement, Mpanzu alikuwa anafanya deep saving movement, kwa hiyo walikuwa na numerical advantage kwenye midfield. Mtu kama Lamine Kamala alikuwa anaonekana Lamine kama amezidiwa. Lakini Berkane walivyogundua hiyo details pia wakaongeza watu. Ndani kipindi cha kwanza mechi kaanza tena kubalance, mapigo ya mashambulizi yakawa yanapungua. Sasa staili ile ya kucheza, ya kutawala mchezo bila kuangalia unamiliki vipi mpira, lakini mpira usio eneo lako la hatari, ndio iliwapa faida kubwa Berkane. Sasa ukirudi kadi ya Yusuf Kagoma ni kwa sababu alikuwa anatumia physicality kubwa, akatelepelekewa mtu ambaye ni fundi, na utaona alifanya shoulder check, kapokea mpira akamchungulia, anakuja kasi, kaenda kwenye mpira, alipofika kwenye mpira kapunguza kasi, Kagoma anakuja, mpira ukasogezwa mbele, Kagoma kakumba mguu, kadi nyekundu. Unamlaumu nani? Ni ukomavu mdogo wa Yusuf Kagoma. Kwa sababu gani? Eneo alilokuwepo ni central circle, katikati ya kiwanja. Bado yule mtu alikuwa anamfukuza kwenye zone, kwenye eneo. Kagoma alikuwa huku, wengine wako hivi. Mbele kuna wenzake wanakuja. Kwa madhara aliyolazimisha kucheza ni kwa sababu ya kukosa ukomavu. Na tunaposema finali, wanasema zinahitaji big in big games. Wachezaji wakubwa kwenye mechi kubwa ndio watakuwa wacheze finali. Bahati mbaya hii ndio quality ya wachezaji wetu. Sasa tunamlaumu nani? Tunalaumu mazingira yetu sasa. Kwamba hii ni maiti ya mochwari, ilipofika nyumbani kila mtu analiaje. Anatajwa refa, Kazome wa Mosepe, usi uwanja wa Mkapa. Ya nini yote haya? Tulisema hii mechi ni quality. Simba kwa Berkane wakati mwingine hawakufungi kwa ufundi kiwanjani, wanakufunga mentally, akili. Wewe ukija kupambana technically wanabarikisha mentally. Ukija kupambana mentally wanakuja physique. Ukija kwa nguvu physique wanaama mentally. Ukija mentally wanakuja techniques. Ukija techniques wanarudi kwenye tactics. Wanakuchanganya wewe kwa kuhakikisha kwamba unatoka mchezo, kwa sababu yale maeneo yote ya mpira wanayatumia vizuri. Mechi ya kujana Simba walikuja physique, wako nguvu, technique wanataka wakimbie. Wenzao wakaja mentally. Mechi imeamuliwa na akili tu. Sasa ule ndio ukubwa wa kucheza mechi. Na ukiangalia jana Simba ni bibi harusi aliachana zipo ya sherehe kwenye ukumbi wa sherehe. Simba alikuwa ni bibi harusi kachana sherehe kwenye ukumbi wa sherehe. Sasa aibu sasa.
Simba ni bibi harusi aliyechana zipu ya shera kwenye ukumbi wa sherehe kwenye mechi ile, kwa sababu nguvu, kasi walikuwa wanahangaika kuitumia. Wenzao walikuwa wanatumia akili kuwatoa mchezoni. Berkane alikuwa anacheza kama kansa. Wewe unatembea kumbe unaumwa. Mechi inaenda wao mdogo wanatafuta mtu, wametubana, ngoja tutafute mtu red card. Wanatoka, wametubana, ngoja hapa tutulize upepo hapa. Wametubana, tucheze hivi. Wametubana, wakafanya substitution. Walimuona mtu kama Chamu Karabu anacheza kwa ubora sana, wakamuingiza Paul Basene. Basene ana hate Msenegali yule, ana nguvu. Angalia goli la kusawazisha, kamficha Chamu Karabu. Kwa sababu mshambuliaji wa kwanza alikuwa hana nguvu, kamficha Chamu Karabu. Chamu Karabu katolewa kwenye njia. Bahati mbaya anapiga naye Valentino Noma uchanga, kaosha vibaya, mtu kainasa, kaweka kitu. Sasa wale ndio attention to details. Wanajaribu kudili na kila mapungufu kwenye game. Tafsiri yake mechi kama hizi wakati mwingine tusitoke tu na kukasirika. Tujifunze mapungufu tuliyopoteza ili tuimarike. Simba wasikasirike, waimarike kupitia uzoefu waliopata kwenye mechi hizi. Mechi hizi wakati mwingine zinataka mentally. Mkitoka kwenye mentally zinakwenda kwenye quality, mkitoka kwenye quality zinataka techniques. Sasa watu wanatoka yani kama vile Simba wamevuruiwa ukomavu tu wa fikra kwenye mchezo. Bwana, goli la Mkwala ni kweli lilikuwa ni goli halali au alikuwa goli halali? Offside ya kwanza. Goli la Mkwala ni offside. Refa wanamlaumu, lakini refa wanamlaumu kwenye zile fair challenge, baadhi ya fair challenge ambazo zingine alikuwa anaziacha, wengine wakiziona kama foul. Lakini yale makosa yote makubwa ya kulinda mchezo kwa usalama, refa alikuwa sahihi. Ndio maana mtu wote anamlaumu refa, mwambie nitajie sasa, asimpe kadi nyekundu Kagoma, mtu anaona aibu. Haya, goli la offside aseme goli, mtu anaona aibu. Wapi refa yule kakosea? Atakutajia labda fair challenge, mbona nani yule, si wanamwita nani yule? Nani yule? Mbona Mutale akushia kaya sawa. Aiyo, na wale mbona kuna fair challenge nao walikuwa wapi? Kwa hiyo refa yale maamuzi muhimu ya mechi alikuwa yuko sahihi kwa 100%. Ila la kuonya ambalo mimi nasema, viongozi Simba kauli zao zinawatengenezea mashabiki wao watakuja kumwagisha damu watu uwanjani. Viongozi Simba kauli zao zitasababisha kumwaga damu watu uwanjani. Na serikali, mamlaka za mpira, kimya juu ya hili. Mpira ni mchezo wa hisia. Mpira ni mchezo wa upenzi. Mpira lazima utawaliwe kama mchezo. Ukianza kuendeshwa mpira kama vita, kitu kibaya sana. Sasa hivi tumetengeneza mashabiki, tunawatengenezea mashabiki. Sasa mashabiki wa Simba na Yanga ni maadui, wapigane. Sisi ndio nchi pekee tu Afrika, ukienda mechi ya dabi ya Simba na Yanga watu wanaingia mlango mmoja, huyu kavaa jezi ya Simba, jezi ya Yanga. Kauli zilizotoka Zanzibar, matendo yalioonekana Zanzibar, nadhani dabi ijayo hapa kila timu itaingilia mlango wake na itatokea mlango wake. Are you haunted by a past relationship? Kila mtu atapanda daladala yake kama haya mambo hawatayapigia kelele. Na pia haya mambo yanaonekana yanaanza kubarikiwa mpaka na viongozi wakubwa. Shabiki, sisi tunasahau kuzomewa kwa Mosepe jana. Tuna wakati mgumu sana CHAN na CAF. Sisi tunashindana na Wakenya, sisi tunashindana na Waganda. Chuki zetu, mipango yetu ya kuangaliana hapa bila kwenda mbali. Tumelani uwanja wa Amani kama sio uwanja mzuri, tunaulani uwanja wa Mkapa kama sio uwanja mzuri. Maana ufunguzi wa CHAN na ufunguzi wa AFCON 27 tunatoka Shanghai inapelekwa Kenya na Uganda. Finali zikaenda Kenya na Uganda, tusishangae. Kama uwanja wa Amani huko kwenye nchi yetu tumeushambulia sana, uwanja wa Mkapa huko kwenye nchi yetu tunaushambulia, na unashambuliwa mpaka na viongozi. Sasa viongozi ndio miongoni mwa watu wanatoka kauli ngumu, kwa nini mechi inapelekwa Amani? Viongozi ndio ambao leo wanatoka wanalani mechi kupelekwa Amani. Wengine viongozi wakubwa wa dola. Angalia comment za viongozi jana baada ya mechi ya Simba. Leo tunawaambia CAF wanapanga matokeo. CAF ili walete michuano kama ya CHAN na CAF, watu hawajui serikali inatoa fedha nyingi, mamilioni ya dola. Ile diplomasia ya michezo ambayo inaama kwenye uchumi. Watu wa diplomasia wanasema true diplomacy. Tunaingiza watu wanakuja kuleta comment, naleta shida.
Hao viongozi mawaziri wanakwenda mpaka kwenye vikao vya CAF. Jana wamemsomea